Na wewe shule unatafuta nini? Unakimbizia kutafuta pepa. Karatasi ile pepa ndio likakupatia ajira. Unatumia kama justification kama nina hiki. Kichwani hamna kitu ila nina karatasi. Sasa hiyo ni tatizo. Lakini at the end of the day kuna age. Mimi nasema hivi, na suggest kabisa. Mwaka mmoja mpaka miaka 20 mtu hatakiwa asome. Shuleni hatusomi tu ile material tunayoingiza kichwani. Tunajifunza kuishi na watu. Mimi nimesoma shule moja sekondari. Nimekaa hostel. Tulikuwa na bweni letu moja linaitwa Gorilla. Tumekaa watupu, watu walioshindikana. Mule mimi nimejifunza mambo mengi sana. Kwa sababu kwanza nimejifunza kuhusu watu. Ambayo elimu hiyo mpaka sasa hivi inanisaidia. By the way, sio direct education, lakini ni indirect ni shule. Nilikaa na jamaa mmoja, simtaji jina kwa sababu najua ananifuatilia anasije kapanic kawa kesi. Tumekaa naye mule. Huyo jamaa kwa asili ni mchoyo. Yaani yeye si kitu kwa shuleni, yeye alikuwa anaumwa amiba. Kwa hiyo yeye alikuwa na special diet. Kwa hiyo chakula wanachokula walimu wanampa yeye. Kwa hiyo akimpa yeye shuleni unakuta bweni nzima tumepanga mstari, naomba. Unaenda kuomba wali. Yaani swala yaani madam naomba, yaani wewe nipe. Jamaa alikuwa hatoi. Yaani hakupi, yaani ufanye naomba. Kwa hiyo mwisho wa siku tunamkomesha, tunamuibia. Yaani ule wali amepewa, akigeuka tu upande wa pili washamuibia, tumekula na no one cares. Kwa hiyo shuleni imetufundisha kuwa strong emotional. Hivyo ni vitu ambavyo mtu hawezi kuviona. Sasa mtoto ukimnyima hiyo opportunity, unajua maji haya unaweza ukanywa shuleni, hunywi peke yako, wewe anaomba maji, mtu anapiga tu juu naye anapiga na mwingine anapiga. Kuomba shuleni ni jambo la nini? La kawaida, haijitoshelezi. Yaani shuleni kuna maisha fulani ambayo na ndio maana mtu aliyesoma hostel na ambaye hajasoma kwenye maisha ya kawaida wako tofauti.